tuongoze kwa utaratibu huu, maji tupate kwa utaratibu huu, elimu tupate kwa utaratibu huu na ya ubora huu, watu washtakiwa kwa utaratibu huu, haki zitolewe kwa utaratibu huu, na katiba haibagui. Kwa ndugu zangu, katiba ni mwongozo ambao wananchi wanawaandikia watawala kwamba tunataka mtuongoze hivi, na mtu yoyote akija akishindwa kutuongoza hivi, katiba inaweka utaratibu, tutamchukulia hatua hivi. Ndio maana ya katiba. Sasa kuhusu historia ya katiba ya Tanzania, katiba hii tunayotumia ya mwaka 77 iliandikwa na watu 11 ambao walikuwa wa chama ndojo, wakina Pius Msekwa. Kama mnakumbuka mwaka 77 CCM iliungana kati ya 5, na naongea taratibu mnisikilize kwa umakini sana. CCM iliungana kukitengeneza hicho chama kinachoitwa CCM, kiliundwa mwaka 77. Iliungana chama kilichokuwa kinaitwa TANU na chama cha Afro Shirazi Party cha Zanzibar, wakazaa kitu kinachoitwa nini? CCM mwaka 77. Na watu waliokusanyika kuandika katiba ya Chama cha Mapinduzi mwaka 77, walipomaliza kuandika katiba ya CCM, wakapewa jukumu la kuandika katiba hii ya mwaka 77 ambayo ilikuja kuwa katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Kwa katiba hii ya mwaka 77 haikuwahi kuandikwa na wananchi. Tunaelewana ndugu zangu? Haikuwahi kuandikwa na nini? Iliandikwa na watu 11 wa Chama cha Mapinduzi baada ya kuwa wamekamilisha jukumu la kuandika katiba yao ya chama. Wakapewa jukumu, wakaandika katiba ya mwaka 77. Na tangia wakati huo kilio cha Watanzania kimekuwa siku zote kudai katiba, na CCM wamekuwa wakifunika jambo hili, na wanafunika kama lilivyokuwa japo na vyama vya siasa, vyama vingi vya siasa. Baada ya vyama vingi kufutwa, wananchi hawakuchoka kudai vyama vingi. Tangia mwaka 65 wakina Teddy Kaserabantu walikuwa wanadai vyama vingi vya siasa. Kwa ndugu zangu, na jambo la katiba limekuwa hivyo hivyo. Kabla ya vyama vingi, mwaka 91 iliundwa tume ya kudai katiba mpya iliyokuwa inaitwa NCCR, National Convention for Constitution Reform, tume ya kudai mabadiliko ya katiba. Mwaka gani? 91. Sawa sawa. Kwa nataka muelewe kwamba swala la katiba limedaiwa miaka mingi sana, na CCM wakawa wanafunika kama unafunika moto kwa kutumia blanketi. Kwa swala la katiba limedaiwa na watu waliojiunga wakajiita NCCR, National Convention for Constitution Reform. Baadaye mwaka 92 wale watu walijigeuza, kikawa chama cha siasa kikaitwa NCCR Mageuzi. Kwa kiu ya kudai katiba imeanza miaka hii. NCCR wameidai kama nilivyowaambia, CUF wameidai katika hatua mbalimbali, na miaka ya 92, miaka ya 2000 tumedai kwa nguvu sana katiba. Mwaka juzi wakati wa uchaguzi mkuu mwaka 2010, sisi kama Chadema, ukifungua ilani yetu ya uchaguzi ukurasa wa 16, tuliandika, na ilani maana yake ni makubaliano. Mgombea wetu wa urais Dr. Slaa aliandika kwenye ukurasa wa 16 kwamba akipewa jukumu la kuwa rais wa nchi na wa Tanzania, ndani ya siku 100 za mwanzo
ataanzisha mchakato wa kuandika katiba mpya. Baada ya mwaka 2011 tukafanya maandamano. Kwanza tukampinga rais alipokuja kuzindua bunge, mnakumbuka? Wabunge wetu wote wakatoka nje. Wangapi mnakumbuka? Madai yalikuwa ni katiba mpya. Tukaandamana nchi nzima tukidai katiba. Kikwete akalichukua swala la katiba, swala ambalo haliko kwenye Irani wala halijawahi kuwa agenda ya Chama cha Mapinduzi. Akalichukua akalitangazia taifa, na sisi tukafikiri kwamba Kikwete amelichukua jambo la katiba kwa nia njema ya kuwapatia Watanzania katiba ambao Watanzania wenyewe wataiandika kwa mikono yao na kwa akili zao. Akatangaza kwamba tunaandika katiba mpya, na sisi tukakubali. Tukasema kwa sababu Kikwete ametangaza anaandika katiba, tunamuunga mkono Kikwete. Na kabla ya hapo, mtakumbuka wakati madai ya katiba yamepamba moto, waziri wa sheria na katiba Serina Kombani, ambaye yuko kwenye baraza la mawaziri na mwenyekiti wa baraza la mawaziri ni rais ambaye ni Kikwete, alitoka nje akasema katiba iliyopo ya mwaka 77 ni bora mno na inaweza kukaa miaka mingine 77. Kama mnakumbuka, Jaji Werema, mwanasheria mkuu wa serikali, akafikia sehemu akawaambia Watanzania, kama kuna mtu anaona katiba mpya ni muhimu sana kwake, ahamie Kenya kwa sababu Kenya wana katiba mpya. Akakae huko kwenye katiba mpya. Akasema bungeni na magazeti yaliandika, akatoka nje ya bunge akazungumza pia. Lakini hatukuchoka, tukashinikiza katiba, maandamano kila kona katiba. Rais akalichukua swala la katiba, akatangazia taifa, akaunda tume iliyoitwa Tume ya Mabadiliko ya Katiba, tume ya rais ya mabadiliko ya nini? Ya katiba, chini ya Jaji Warioba. Tume ikaenda kila kona ya nchi hii, ikakusanya maoni ya katiba. Kwanza kabla hapo, tume ikapewa kitu kinaitwa hadidu za rejea. Hadidu za rejea ni maana yake ni mstari, ilipewa demarcation kwamba mnatakiwa mtafute hiki na hiki na hiki. Tume ikaenda ikakusanya maoni, ikaandika rasimu ya kwanza ya katiba, ikatoa rasimu ya kwanza ya katiba, ikarudi kwa wananchi rasimu ya kwanza ya katiba kupitia mabaraza ya katiba ya wananchi, ikaandikwa, ikatoka rasimu hii hapa ya pili ya katiba, ambayo leo imeenda bungeni. CCM wanataka kuichakachua. Nitawaambia ni kwa nini CCM wanataka kuichakachua. Kwa baada ya tume hii kuandika katiba hii nzuri, pigeni mzee Warioba makofi. CCM wakakaa wakaanza kuzungumza kwamba hii katiba, kwanza rais siku anaipokea katiba hii tarehe 22 Januari mwaka 2014, mnakumbuka, akamsifia sana Warioba, akasifia tume kwa kazi ngumu iliyoifanya, na rais akaandika kwenye ukurasa wa kwanza kabisa, ukifungua unakuta kitu kinaitwa taarifa. Imeandikwa hivi: toleo hili la rasimu ya katiba linachapishwa kwenye gazeti la serikali kwa mujibu wa kifungu cha 20(2) cha sheria ya mabadiliko ya katiba sura ya 83, na itawasilishwa kwenye bunge maalum la katiba kwa ajili ya kujadiliwa na kupitishwa. Mambo mangapi? Kujadiliwa. Bunge limepewa kazi ngapi? Kujadili na kupitisha, sio kutunga katiba. Bunge halina mamlaka ya kwenda kutunga katiba, limepewa kazi kwa taarifa hii iliyoandikwa na rais, na yeye mwenyewe amesaini pale, kujadili na kupitisha.
Sasa ndugu zangu, Kikwete unajua huwa asomi. CCM wakaisoma hii katiba, wakaipitia kipengele kwa kipengele, wakamwambia umeisoma vizuri hii. Unamsifia Warioba, umeipitia vizuri. Hii kitu inakufunga, sisi wote ni wafungwa. Ikipita hii wakina Ridhiwani wote tunaozea jera. Kikwete baada ya kuambiwa hivyo akasema tufanyeje? Wakamwambia wewe nenda ukachakachue kwenye bunge la katiba. Rais aliyeandika hapa akatoa kazi kwenye bunge kwamba ni kujadili na kupitisha. Rais huyo alipoenda kuzindua bunge akazungumza mambo tofauti kabisa. Akasema hii ikipita itapindua serikali. Si mnakumbuka? Akasema si katiba hii haiwezekani, kwanza imehoji watu wachache. Kwa hiyo akasema bunge liende likafanye kazi ya kuichakachua. Katiba hii imehoji, yani Warioba wamekusanya maoni ya watu 350. Walioko bungeni ni watu 600. Na waliohojiwa kati ya wale walioko bungeni 200 wanaiunga hii katiba mkono. 400 wa CCM ndio hawaiungi. Sasa rais anasema kwamba watu waliohojiwa ni wachache. Hivi kati ya watu 350 na watu 400 ni wapi wengi? Kwa ndugu zangu, rais akazungumza mambo tofauti. Na nataka niwaambie kabla sijaanza kuingia kipengele kwa kipengele. Wakapita na hapa Kinana alikuja. Wanatumia vyombo vya habari vya umma, wanatumia magazeti ya serikali na pesa zenu, wakajaribu kupotosha kwa nguvu sana swala la katiba. Ikafika sehemu Kinana anazungumza kwenye mkutano wa hadhara Nzega, akasema katiba sio jambo la muhimu kabisa. Uongo kweli? Akasema msiuane kwa sababu ya katiba. Hata ikipita, kama ulikuwa unakula dagaa, utaendelea kula dagaa. Kama ulikuwa unaishi kwenye nyumba ya majani, utaendelea kuishi kwenye nyumba ya majani. Katibu mkuu wa chama cha CCM anasema hivi, kwamba katiba sio jambo la muhimu.